taasisi yetu inafahamika kama Korosho Cooperative Joint Enterprise Limited. Tuliona kuna haja ya kuanzisha joint enterprise kulingana na kazi ambazo zilikuwa zinafanyika na vyama vikuu. Na kitu kikubwa ambacho kilipelekea kuundwa kwa hii joint enterprise ni mahitaji ya pamoja ya viuatilifu hasa vya zao la korosho. Kwa hivyo kulikuwa kuna kitu kama ujuliaji ambao ulikuwa unafanyika kwa wanaushirika. Ndipo ambapo sasa mrajisi pamoja na wizara ikashauri kwamba kuwe na mradi wa pamoja wa vyama vikuu vya ushirika wa korosho. Kwa kazi kubwa ambayo ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa inafanyika ni kuagiza pembejeo kwa pamoja. Na tu baada ya mradi wa pamoja wa vyama vikuu vya ushirika wa korosho kuanza kuagiza pembejeo kwa pamoja, uzalishaji uliongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Sasa tunazungumzia uzalishaji wa zaidi tani 100,000. Lakini kabla ya KCJE kuanzishwa tulikuwa tuna uzalishaji ambao ulikuwa unacheza kwenye tani 200,000 hauzidi hapo. Kwa hiyo KCJE kuja kwake umefanya kuongezeka kwa uzalishaji, na sababu nyingine ambayo ilipelekea KCJE kuanzishwa ni kwa sababu pia changamoto ya vifungashio. Kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya vifungashio, na vyama vikuu hivi vya korosho baadhi vilikuwa vinapata vifungashio kwa wakati na baadhi vilikuwa havipati. Kwa hiyo kilichoonekana ni kwamba waunganishe nguvu ya pamoja ya ushirika, waweze kubagain, waweze kuzungumzia bei na mambo mengine kwa pamoja ili wawe na nguvu. Na tu baada ya kufanya hivyo, hata haya magunia ya korosho yalikuwa yanakuja kwa wakati sana. Na sababu nyingine ambayo ilifanya kuanzishwa kwa KCJE ni kupata nguvu ya pamoja ya ushirika, lakini kuunganisha masoko ya wanachama. Kwa hiyo tunapoendelea sasa hivi, hata hawa wanachama wetu ambao ni vyama vikuu tutawaunganisha kimasoko. Ukiacha kuwahudumia katika mizani za kidijitali, pembejeo na vifungashio, lakini tunapoelekea sasa hivi ni kuunganisha kimasoko na mambo mengine. Tunaendelea katika maeneo haya kuona namna gani ushirika changamoto zake, nini wanafanya. Tukishajua hapo sisi ndio tunaweza tukaanza kuboresha. Kwa sasa sisi tuko hivi tushirikiane, lakini tuwape elimu wakulima. Tuone kuna umuhimu mkubwa wa kuingia watu kwenye ushirika ili na wao wawe na haki ya kujisemea wao wenyewe. Kwa mfano sisi kwa mkoa wa Mtwara kwa kiwango kikubwa sana wa ushirika ni wakulima. Na huku pia atakaye iwe wana ushirika sio wale wauni tu ambao wanaweza kaamua kujiunga na ushirika. Wanaweza wakaingia wakaja kuvuruga utaratibu ambao umejiwekea. Tunadili sana na pamba. Lakini baada ya serikali kuona kwamba mkulima katika mazao anayolima kwanza hana soko maalum kwa mazao mchanganyiko, na kuelekeza sisi kama union kuweza kuwahudumia kwa kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Tumekuwa msaada mkubwa sana wa kuwaelekeza, na stakabadhi za ghalani tunajifunza sana kutoka kwenu. Na ukweli ndio huo, ninyi watu wa kusini stakabadhi za ghala mko vizuri sana kuliko upande wetu hapa. Lakini kwa sasa hivi tunajifunza, na sisi tuko bega kwa bega, haturudi nyuma. Tumeweza kuingia kwenye stakabadhi za ghala, tumekuwa na mnada wa choroko, tumekuwa na mnada wa dengu, lakini pia tunawahimiza wakulima wetu kuingia kwenye maazi. Na sisi kama chama kikuu tumefanya kwa mfano. Kwenye zao la pamba tumeweza kulima pamba sisi. Kwa hiyo wakulima wetu wanaenda kuona shamba darasa kupitia chama kikuu. Lakini pia hata baadhi tumelima kwa mfano. Sio kwamba tunasema kwamba sisi tunawasimamia lakini hatulimi. Tunakuwa mstari wa mbele. Na hata sasa hivi tuko kwenye kilimo cha tumbaku. Tulitegemea kulima heka 100 lakini tumeanza na heka 30. Na mpaka sasa hivi tumeshaandaa mabedi na tumeshamwaga mbegu na tuko site. Kwa hiyo tunafanya kwa vitendo. Na hata kuhusiana na swala la mpunga, sisi hapa tuna kiwanda mashine ya kukoboa na kugrade, ambapo kwa wale ambao walikuja 8 waliona tukiwa tunauza mchele. Na alivyosema mwenyekiti wangu, jamani, tunaomba wawekezaji kutoka huko mje wawekeze kwetu kupate mchele uliogradiwa wa kiwango cha juu. Nafikiri kwamba tutapita hapo, tutawapitisheni kwenye mradi wetu ambao tunafanya. Kwa hiyo tumejielekeza huko kumhudumia huyu mkulima. Kwa hiyo jamii inayotuzunguka tumekuwa msaada mkubwa sana kwao.
kwa bei yetu kuwa chini kilinganisha na hao watu wengine. Kwa hiyo wanaoleta mazao yao pale mpunga tunawasaidia, lakini tunaingia katika pia kuhudumia kwenye pembejeo. Tuko kwenye process na tumeshaandaa mazingira, tutakapoona mtaona kaduka letu ambao tumeshaandaa kwa ajili ya kuwauzia kuwahudumia pembejeo ya ruzuku. Kwa hiyo na sisi kama chama kikuu tutaweza kuwahudumia wakulima wetu kuwapa pembejeo ya ruzuku ya serikali. Na hii hapa tunashukuru sana serikali yetu. Mpaka sasa hivi kuunda hiyo joint manake kuna wastani wa vyama 704, sababu kwa kalaka kuna vyama viwili vimeongezeka pale kwangu, tulikuwa na vyama 704. Kwa hivyo vyama vya msingi pia vinatokana kwenye vyama vikuu. Kila chama kikuu kina idadi ya vyama hivyo vya msingi. Kwa hiyo mjumuiko wa vyama vya msingi na vyama vikuu, sisi kama joint kazi yetu kubwa maana kuhakikisha tunasimamia vyama vikuu, lakini pia na vyama vyao vya msingi. Lakini pia kama joint ndio inayoratibu na kusimamia pembejeo zote za zao la korosho. Lakini pia sambamba na pembejeo kuna vifungashio, yaani mtumia pia kusimamia. Lakini pia kuna mabomba ndio za kupuliza kwenye korosho. Pia kusimamia ile jukumu kwa kushirikiana na bodi ya korosho Tanzania ambayo iko chini ya Wizara ya Kilimo. Sasa hivi ushirika ni wa kidijitali. Kwa hiyo tunahakikisha kusimamia swala zima la upimaji wa mizani ya kidijitali. Kwa pia tunaratibu na kuagiza hizo mizani za kidijitali kwenye vyama vya msingi vile kusema kwamba ni wanachama. Pia wanakuwa na uwekezaji wa kuanzisha viwanda mbalimbali ambavyo vinaenda kuongeza thamani ya mazao, sababu joint ya korosho. Lakini sasa hivi sababu tunasema kwamba ushirika ni biashara, tumeenda kwenye mazao mengine. Tuna zao la mafuta, lakini pia tuna zao la mbaazi, lakini pia tuna zao la choroko na mazao mengine ambayo wakulima wanaendelea kuona namna gani ya kuletea maendeleo yao. Sasa basi haya mazao mengine pia yanahitajika kuchakata. Kwa sisi kama joint tunahakikisha vyama wanachama vyama vikuu pamoja na sisi tunahakikisha kuwa na viwanda vya kuchakata hayo mazao. Nikitolea mfano sasa hivi tunashukuru Mungu kwenye vyama vyetu vikuu wanachama, lakini hata kwenye AMCOS zile za wanachama bado wanaendelea kujikita kwenye viwanda vidogo, lakini vya kati na vya juu kwa ajili ya kuchakata mazao. Kama nilivyosema TANECU pale kwa Bwana Chikola, katika mialiko nafikiri walialika siku ya uzinduzi wa kiwanda na vyama vya huko ukanda wa kaskazini, kanda ya ziwa na kanda zingine. Kwa hiyo nashukuru wana kiwanda ambacho kina chakata korosho kwa tani 3000. Lakini sambamba na hilo, kiachana na hicho kiwanda, wana mpango tena wa kuongeza viwanda. Lakini ukiangalia sasa hivi tampo kule Tunduru nao pia budget ya msimu wameweza kupitisha kwa ajili ya uanzishaji wa kiwanda cha kuondoa. Lakini pia kwenye chama cha MAMCU sasa hivi wana program ya kuandaa sasa kiwanda cha kutengeneza kifungashio kama nilivyosema, mazao mengi. Leo unaona zao la ufuta tunapata shida kuja Dar es Salaam, kuja Bagamoyo kwa ajili ya kufanya kifungashio. Kwa hiyo wenzetu wanaandaa mpango mkakati na mwaka huu wa fedha wataanza kujenga kiwanda cha kutengeneza vifungashio vidogo, kufungasha ufuta. Lakini ukiachana na hivyo, ukija kwa upande wa Runali kama wanachama wa joint pia, na sisi pia tumejenga kiwanda kidogo cha kuchakata mafuta. Kwa sababu ufuta ni zao ambalo linalisha mafuta. Lakini pia hata ardhi zetu tumeanza kulima kidogo, lakini kwa sababu tuna zao la ufuta kwa wingi, nasi pale tunachakata mafuta ambayo tayari yanafanya hiki kiwanda kinafanya kazi. Mimi sasa hivi kufika nyumbani natumia mafuta yanayotokana na kiwanda cha ufuta yanayotokana na kiwanda cha. Kwa sababu na hiyo kuna miradi mingi pamoja na ushirika wa mazao, lakini tunapambana kuhakikisha kwamba ushirika wetu sasa tujikite kwenye ushirika
mazao, lakini pia na SACCOS, sababu tunaamini kwamba mkulima anapolima mazao yake, wakati anasubiri anakomaa, kuna changamoto zinaweza kutokea katikati, kuuliwa, kuumwa, lakini hata watoto kwenda shule. Kwa hiyo tunaamini tukihamasisha ushirika wa SACCOS, tayari wakati anasubiri mazao yake, huku anaweza kukopeshwa kwenye chama chake. Kwa sasa hivi hata sisi kama joint vyama vyetu wanachama, kila union hapo ina mpango mkakati wa kuanzisha SACCOS. Kweli tunashukuru viongozi kwa wasilisho zuri ambao wametoka kujifunza. Tumehesabu zao kubwa ni pamba na mazao mengine mchanganyiko ikiwemo choroko, mpunga, dengu. Sasa hivi tumeongezewa zao la tumbaku. Kama alivyosema meneja pale, kwa kweli tumepata waziri mahiri sana kwenye shirika. Tuna budi kumpongeza. Hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa sana kwa shirika. Nina imani hivi vyama zamani vilikuwa kisomani kwamba utamwona mtu amewala kule afike Jembe Saba, sidhani kama kitu kinafanyika. Leo hii tunafahamiana. Ndio maana nimefika hapa nikasema mzee wangu Kipora pale, kwa sababu tunakutana kwenye mkutano. Kumbe sura tu nimeifananisha. Kwa hiyo hii serikali yetu kwa kweli sio mashirika shujaa. Kwa hiyo sisi kama Jembe Saba tunashughulika na mazao hayo na tunaenda kwa kutumia. Kazi ya kwanza ni kupatia elimu ya ushirika. Na hivi karibuni tutakuwa tunafanya mafunzo Shinyanga, na hivi karibuni tena hapa mbeleni tunaenda kufanya mafunzo kwenye vyama wanachama Igunga. Hizi bodi za vyama vyetu zipate elimu ya ushirika, ambao tuna imani kwamba wakishuka chini kwa wanachama, hii elimu itaenda kwa wakati rahisi na kujua ushirika kama alivyosema kama mkiti, ili tuweze kusurvive mbele. Lakini mkulima wetu lazima ujue ushirika unakusaidiaje, ukoje ushirika. Kuna mkulima mwingine ushirika haujui, na kuna ushirika, picha ya ushirika wa zamani ndio mpaka leo ndani, lakini ushirika umebadilika sana. Umekuwa ushirika ni biashara. Kwa hiyo tunahudumia hawa, tunawapa elimu, lakini sisi kama union kwenye mfumo huu wa stakabadhi ghalani tunausimamia upande wa choroko na upande wa dengu. Kuna zao jingine la ufuta nao tunatarajia kusimamia pamoja na mbaazi. Tumefunga kwa msimu ujao. Tumefunga stakabadhi ghalani. Tunahakikisha kwamba mkulima anaenda kuuza kwenye AMCOS, anapeleka ghala kuu unafanyika mnada, na mkulima wetu anapata bei ya uhakika. Kama serikali inatuelekeza kwamba mkulima asikate hata senti moja, kwamba bei inayotoka sasa kwenye mfumo tumpate, ndio tunasimamia hiyo. Na tunahakikisha kwa mfano mwaka huu tumeweza kukusanya choroko kilo 1,800,000 kidogo, ambazo pesa zote hizo zinaenda kwa mkulima, na wadau wengine wote wamepata saki zao. Na imani nyinyi kwa mtaalamu sana wa mfumo, na mfumo kule ndio umekaa vizuri kuliko sisi. Lakini sisi tunaendelea kukaa vizuri. Sisi kama chama kikuu kwenye zao la pamba tuna mfumo kidogo tofauti na zao la pamba. Mkulima anahudumiwa kwa bei ya ruzuku, mbegu bure, yaani 100% ruzuku, viuatilifu 100% ruzuku na serikali. Kwa hiyo kazi yetu sasa kama hiyo ni kwenda kuwasimamia hawa wakulima. Sasa hizi pembejeo wanapewa za ruzuku, wanaenda kulima na haziwezi kufanywa ujanja. Wafanya kusimamia hilo na wakulima ni kulima. Lakini vile vile hata ya mabomba ya kupigia sumu wanapata boni kwa 100%. Kwa hiyo utaona zao la pamba kidogo tofauti na korosho. Sijui kama nyinyi mnapata kwa namna hiyo, lakini naamini ni kidogo. Kwa hiyo serikali ina ujanja sana. Tunaweza kukaa pamoja tukaunganisha nguvu. Mtu wa korosho akaja akawekeza kwenye pamba, akaweka kiwanda. Na mimi kama nina pamba kama Jembe Saba nazalisha zaidi ya kilo milioni 26 kwenye vyama wanachama. Kwa nini usimkubalie huyu KSGI awekeze kiwanda, afanye kazi zake na mimi nikapata faida?
ni wanaoshika kubadilishana tofauti na kwamba ile kwenye benki ulivyosema hivi. Kwa hiyo tunatarajia na hiyo tutafanya kama Mungu akijalia. Kwa hiyo kwa ufupi sana kama kusema na mimi ndio pale kwamba sisi kama union kazi yetu kubwa na kuhakikisha kilimo kwetu tunasimamia anazalisha kwa tija na anapata bei nzuri kwenye soko. Lakini hata kama korosho yenyewe ya kijani ukibagua ndio unapata korosho kama hii. Hii hapa maana yake haijachakashuliwa, ni korosho nzima kabisa, haijachanganywa kitu chochote. Ni korosho halisi, lakini hii na ambayo imechanganywa chumvi kidogo angalau kuboresha kuongeza utamu. Kama nilivyosema, tuna baadhi ya wanachama na viwanda na kubanua korosho, lakini na sisi mwezi uliopita tulikuwa Vietnam pamoja na makamu mwenyekiti hapa na watu wa jamii pamoja na meneja kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kupata uzoefu, sababu unajua nchi ya Vietnam pamoja na India ndio wawekezaji wakubwa wa viwanda vya kubangua korosho duniani.